eneo lile lote ambao bomba kuu litapita limeshafanyiwa ile uthamini kwa ajili ya ulipaji wa fidia, kwa sababu bomba kuu linapita maeneo ambayo kuna makazi ya watu, kuna mashamba, lakini pia kuna baadhi ya nyumba zipo kule. Kuna sehemu nyingine ambayo ni hifadhi ya eneo la serikali, yani TFS, ambao wao waliridhia eneo lile kulaza bomba tulishaanza nayo. Kwa bahati nzuri serikali kupitia Wizara ya Maji imeshatoa kiasi cha shilingi bilioni 2.9 kwa ajili ya ulipaji wa fidia yani compensation, ambapo wananchi wale watapata hiyo fidia yao na kuepukana na migogoro baina ya wananchi na serikali. Taratibu za ndani zinaendelea ili zoezi hilo ikiwezekana wiki ijayo na ulipaji wa fidia liweze kufanyika na kuweza kuwalipa hao, na mkandarasi awe na njia yake ile yote kuweza kulaza lile bomba kuu. Mradi ambao umeanza mwaka 2023 mwezi wa 4 na unategemea kukamilika mwaka 2026 mwezi wa 12. Na mpaka sasa tumefikia 49% ya mradi, na mpaka sasa hivi kazi zinazoendelea ni kukamilisha tenki lenye ujazo wa lita 5 ambao umefika hatua za mwisho. Kama sasa hivi tulipo hapa ni 85% ya ujenzi wa tenki hili, ila pia banio au chanzo cha maji kimekwisha kukamilika 100%, na zoezi la ulazaji wa bomba umekwisha kuanza. Mpaka sasa hivi tumefikia tumeshalaza bomba za kilomita 2, na bomba zile zina kipenyo cha mita 1.2. Na kingine kuhusiana na mradi huu, uzuri wa mradi huu ni kwamba utazalisha maji mengi, maji ambayo ni lita milioni 120 kwa siku, ambayo yatazidi mahitaji ya wakazi wa Mbeya, kwani mamlaka ya maji Mbeya imetuambia kwa mpaka sasa uhitaji wao ni lita milioni 95. Unaweza kukaa siku 2-3 mpaka wiki maji hatupati. Mimi nafikiri kama kuna mradi unatekelezwa inaweza kawa ni bora sana. Basi ombi langu ni kwamba ufanyike haraka ili wananchi tusiingie katika shida hiyo ya maji ya kukaa kwa muda mrefu. Kama unavyoelewa kazi ya maji yanahitajika sehemu nyingi sana. Changamoto ni kubwa kwa sababu bado yani maji sehemu kubwa bado hatujafikiwa. Wakikamilisha tu kwa wakati, hivyo itatusaidia hata shughuli zetu za kiuchumi kwenda kiurahisi.